Biblia yako katika kitabu cha Yohana ile sura ya 4 na ule mstari wa 24. Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 24. Ninajua kabisa ni mstari ambao si mgeni, wote tunaojua. Yohana 4:24 anasema, Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale ambao tunapenda kuandika, andika namna ya kupokea ushindi katika roho. Namna ya kupokea ushindi katika ulimwengu wa roho. Jinsi ya kupokea ushindi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni roho. Biblia inatuambia wakati ule Yesu akiwa amesimama katika kisima cha maji, yule mwanamke Msamaria alipokuwa yuko pale kwa ajili ya kuchota maji, Yesu alimtembelea, akamkuta mahali pale anachota maji. Yesu kuna vitu alianza kumuuliza kwa kumchokoza yule mwanamke, na baadaye mwisho wa siku ndipo tunapata maneno hayo katika mstari wa 24. Yesu anamweleza yule mwanamke ya kwamba majira yamefika na majira ni sasa. Wale wamwabuduo Baba watamwabudu katika roho na kweli. Hamtamwabudu Mungu katika mlima huu tena, bado Baba anawatafuta wamwabuduo katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu ambacho leo nataka tujifunze, ambacho kitakujenga na kitakuimarisha, ni namna gani ya kuweza kupokea ushindi wako katika ulimwengu wa roho. Na ninaposema ulimwengu wa roho, ni ulimwengu halisi, ni ulimwengu usioonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni ulimwengu halisi kabisa. Una viumbe vyake, una vitu vyake. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu halisi kabisa, kama unavyoiona hii dunia. Haleluya kanisa. Ilivyo na mambo yake, ilivyo na vitu vyake. Tofauti ni kwamba vitu vya ulimwengu wa roho na vya ulimwengu wa mwilini ni vya tofauti sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu vile vinafanya kazi katika roho. Ili viumbe vya rohoni viweze kufanya kazi katika mwili, vinautafuta mwili ili viweze kufanya kazi katika mwili. Kwa hiyo vinauvaa mwili ili viweze kuleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu ambacho nataka kujifunza siku ya leo, kitu chochote ambacho kinaendelea katika maisha yako, chochote ambacho kipo, kiwe ni kizuri au ni kibaya katika macho yako, chanzo ni rohoni. Wewe unaishia kuangalia au kuona matokeo ya nje, lakini chochote unachokiona katika mwili kinachoendelea, chanzo chake ni katika ulimwengu wa roho, ulimwengu usioonekana. Ndio maana ukimwangalia Yesu alikuwa anajaribu kufungua macho yule mwanamke Msamaria. Yeye anasema sisi baba zetu walimwabudu Mungu katika huu mlima. Inawezekana katika ule mlima walikuwa wameutengeneza kuwa kama ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anamwamisha kwamba msije mkajikuta mnaabudu huu mlima ambao baba yenu alikuwa anakuja anaabudu, na mkaishi kwamba huu mlima ndio Mungu. Bali mnatakiwa kujua ya kwamba Mungu ni roho. Kwa hiyo mrudi tena katika roho, mtoke katika mwili. Kazi ya Yesu ilikuwa ni kuwatoa watu katika mwili, kuwarudisha roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Kwa hiyo chochote ambacho unakiona, ili uweze kupata majibu yake yaliyo sahihi, lazima urudi tena rohoni. Maana kule ndiko ambapo unapata mzizi wa kile kitu. Amen.
Katika nje uwezo ukapata tafsiri ya chochote ambacho kinaendelea katika maisha yako. Tuko pamoja kanisa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unaona magonjwa, unaweza ukawa unaona vitu vinatokea, unaziona ajali, unaona matatizo katika mwili. Wewe unaishia kulia kwa kuangalia katika mwili, lakini usichokijua kile ambacho unakiona nje kimetengenezwa kuanzia ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho umegawanyika na wenyewe. Kuna ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza. Tuko pamoja? Haleluya. Kuna ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Ulimwengu wa nuru ni ulimwengu ambao anatawala mfalme wa wafalme, na ulimwengu wa giza ni ulimwengu ambao anatawala shetani na mambo yake yote. Na katika ulimwengu wa roho, ulimwengu wa giza na wa nuru, wote unamtafuta mwanadamu. Naongea na kanisa? Wote, ulimwengu wa giza hauwezi kufanya kazi mpaka umtafute mtu uweze kutumika vizuri. Na ulimwengu wa roho, upande wa nuru, vivyo hivyo. Lazima utafute mtu uvae, alafu uweze kutumika katika kila ambacho kinatakiwa kutokea. Sasa basi, huyu mwanadamu ana vita kubwa. Naongea na kanisa. Kwa sababu anatafutwa na giza na anatafutwa na nuru. Kwa hiyo giza likimuwai litamtumia vibaya, na nuru ikimuwai itamtumia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ambacho leo nataka ujifunze ni namna gani niweze kuchukua ushindi wangu, niweze kuchukua muujiza wangu kutokea katika ulimwengu wa roho, upande wa nuru. Nawezaje mimi katika mwili nikausababisha muujiza wangu kutoka rohoni kuja mwili? Wangapi mwewe kujiuliza maswali? Wangapi tumewahi kujiuliza? Niko pamoja? Tuko pamoja? Amen. Haleluya. Nawezaje kuchukua ushindi wangu kutokea katika ulimwengu halisi wa roho na kuleta katika mwili? Ni vigezo gani ambavyo nitavifanya ili niweze kuleta muujiza wangu? Na hivyo leo ndivyo ambavyo tutajifunza. Ni vitu gani ambavyo lazima uvijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu cha muhimu sana. Cha kwanza kabisa ambacho lazima ukijue, kwa sababu wewe ni roho, basi ili umkaribie Mungu lazima uwe katika roho. Tuko sawa sawa, eh? Lazima uingie rohoni, sawa sawa. Na namna pekee ya mtu kuingia rohoni, ambayo pia ni ya muhimu, sio kusema kwamba ndio njia pekee yake tu, bali njia mojawapo kubwa ni maombi. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie jirani yako ni maombi. Hakuna njia ambayo Mungu ametupatia sisi ya kumkaribia tofauti na njia inaitwa maombi. Hakuna namna ambayo unaweza ukamsogelea Mungu kama si mtu wa maombi. Maombi ni kama mlango wa wewe kumsogelea Mungu. Tuko pamoja? Maombi ni kama mnaofananisha na mlango wa wewe kuweza kumsogelea Mungu. Ili uweze kuingia ndani lazima upitie wapi? Kwenye mlango. Hakuna namna yoyote ambayo utakwepa kupitia kupita kwenye mlango. Maombi inafananisha na mlango wa wewe kuweza kumsogelea Mungu. Mara nyingi sana Mungu amewaalika watu ili waweze kumsogelea, ili waweze kuzungumza naye. Namna pekee ya kumsogelea na kuzungumza naye ni kwa njia ya maombi. Unajiuliza, maombi ni nini? Maombi ni mazungumzo. Maombi ni hoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ni mahitaji ambayo unapeleka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna njia yoyote ambayo itakurahisishia wewe kumsogelea Mungu nje na kitu kinachoitwa maombi. Lazima uweze kujua kwamba kwa sababu Mungu ni roho, ili
katika roho, maombi. Mwambie jirani yako maombi. Mwambie tena maombi. Kama mtu si mtu wa maombi, ni ngumu sana kuingia katika ulimwengu wa roho. Maombi yanakukaribisha katika uwepo wa Mungu. Maombi yanakukaribisha katika ukuu wa Mungu na utukufu wa Mungu. Hakuna njia ambayo utamsogelea Mungu tofauti na kitu kinachoitwa maombi. Tuko pamoja? Haleluya. Kwa hiyo ili tuweze kupokea ushindi wetu, kutoa rohoni kuleta mwilini, lazima tuwe watu wa maombi. Ni mara nyingi sana watu walipita katika mambo magumu. Njia pekee iliweza kuwasaidia Mungu kuingilia kati kwenye maisha yao na Mungu kubadilisha mambo katika maisha yao ni pale walipomtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Tuko pamoja? Haleluya. Pale ambapo Mungu hawezi kuingilia kati, pale ambapo tunaishia kusema sisi kama watu kwamba Mungu anajua hata mwenyewe kwamba anapitia kwenye hii mambo. Kanisa, Mungu mwenyewe anajua kwamba anapita. Mungu anajua, lakini Mungu atasogea, Mungu atatenda pale ambapo unamuita, pale ambapo utamsogelea. Kwa sababu wenye shida ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wangapi ambao wako tayari kusababisha zile shida ziweze kuondoka? Ni wale ambao hawazitaki. Naongea na kanisa. Amen. Kitendo cha wewe kumkaribia Mungu, maanake kuna kitu na kihitaji kutoka kwake. Maanake kuna kitu ambacho umekichoka, hutaki kiendelee katika maisha yako. Maanake kuna ufahamu ambao unauhitaji, kuna msaada ambao unauhitaji kutoka kwake. Haleluya kanisa. Kuna watu wako katika ulimwengu wanapita katika mambo mazito na magumu, lakini hawajawahi kuwaza kumwendea Mungu. Tuko pamoja? Amen. Hawajawahi kuwaza. Wao mawazo yao yote huwa ni kuwaza waganga. Na mwingine anasema itatokaga tu yenyewe. Shida hii itaondokaga tu. Lakini si kweli. Mungu hawezi kuiondoa kama hujamuita. Hujasoma katika Biblia. Mara nyingi Yesu alikuwa akiwakaribia watu hata kama anaijua shida yake. Anajua kabisa Bartimayo ni kipofu. Anajua Bartimayo haoni. Bartimayo anamsogelea Yesu. Bado Yesu anamuuliza, wataka nikufanyie nini? Inawezekana umelizika hivyo ulivyo. Inawezekana uko sawa, unajiona uko salama. Lakini katika kukiri na kutamka ombi lake mbele za Yesu, inampa nguvu ya yeye kutenda kwa wepesi. Haleluya kanisa. Wote aliowasogelea Yesu alipenda kuambia, wataka nikufanyie nini? Nilikuwa najiuliza kwa nini Yesu anamuuliza. Na najua Bartimayo ni kipofu. Ilitakiwa kitendo cha kumuona tu anasema hapo wewe ni kipofu. Toka wewe upofu ondoke. Lakini Yesu anaona Bartimayo anahangaika, anaanguka, lakini anamwambia, unataka nikufanyie nini? Inawezekana huoni wewe upofu, unataka pesa. Kile utakachosema ndicho nitakachokupa. Kwani hujasoma katika Mathayo 7? Anasemaje? Anasema mtu hawezi kuomba mkate akapewa nini? Akapewa jiwe. Wala hawezi kuomba samaki akapewa nini? Nyoka. Maana kila atakachokiomba ndicho atakachopewa. Amen. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu, ukisema Mungu najua mwenyewe familia yangu na tunateseka tunalia tunagaragaza, ona mizimu Baba inapotutesa, itaendelea kukutesa. Wataka nikufanyie nini? Amina. Unataka niondoe nini? Unataka nibadilishe nini? Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tuna watu ambao wakienda mbele za Mungu wanagaragara na kulia tu. Mimi wahi kwenda kwenye kanisa moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen.
Mwae kwenda kwenye huduma moja kuhudumu. Nilipofika pale tukaabudu. Yaani kabla hata tujamaliza kuabudu, naona mtu kaanguka chini anaanza kulia. Ananyosha miguu anapiga kelele. Kaniuliza kwani mapepo? Anabubujika, analia. Yaani unaona kabisa mkavu. Sio, mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kilio cha kulazimisha. Amina. Hata akipendezi. Haleluya. Ndivyo nilivyomwona yule mtu analia, unajua kuna ile twakuabudu wewe tu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amekalilishwa kwamba wokovu ni kupiga kelele. Amekalilishwa kumsogelea Mungu ni kulia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simaanisha tulie, hata mimi naliana mpaka nakosa mwelekeo, lakini ipo furaha kulia katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko kulia katika ukavu. Haipendezi. Kwa hiyo watu wengi wanamsogelea Mungu wakijua kwamba Bwana akiona machozi tu atanionea huruma. Mungu anataka akuulize leo, wataka nikufanyie nini? Na ndio maana yule jamaa aliyekaa katika kile kisima kwa muda mrefu mahali pale anahitaji uponyaji. Biblia inasema malaika walikuwa wanaenda wanatibua yale maji. Bwana Yesu asifiwe. Wakishayatibua yale maji, yule anayeingia wa kwanza anapokea nini? Anapokea nini? Uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Aliyeingia wa kwanza anapokea muujiza wake. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu alipomsogelea mtu alitaka mpone, akamwambia inuka, ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtu anaendelea kumuuliza, Bwana, unajua mimi tangu nimeingia hapa, unanielewa eh? Tangu nimekaa hapa nina miaka 38. Anaanza historia. Nina muda mrefu mimi, wanapokuja wengine malaika anatibua maji, wanakuja wengine wanaponywa, mimi nabaki vile vile. Yaani Mungu Yesu sinione hivi tangu nimeokoka, nina miaka ya kutosha katika wokovu, lakini sioni chochote kinacho. Unataka nikufanyie nini? Haleluya kanisa. Amina. Alipojieleza Yesu hakuwa na maneno mengi. Inuka, ondoka. Maombi. Tunamsogelea Mungu kwa maombi, kwa hoja, kwa kujua nini ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo njia mojawapo ya sisi kupokea uponyaji wetu au miujiza yetu katika ulimwengu wa roho na kuja katika mwili, maombi. Exactly, lazima ujue unataka nini. Kanisa tuko pamoja. Amen. Haleluya. Lazima ujue unataka nini. Kwa sababu Mungu tunayemwendea sio Mungu aliyechanganyikiwa. Unajua sisi tunampima Mungu katika kuchanganyikiwa kwetu sisi. Yaani Mungu akiniona mimi nimechanganyikiwa, atanichukulia hivyo hivyo nimechanganyikiwa. Mungu anataka kwanza uwe smart. Amen. Ndio maana anakujenga. Ili utakapomwendea usimwendee kama uliyechanganyikiwa, mwendee kama mtu aliyetimamu. Amen. Wamenichukia leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwendea tukiwa smart, si kwa kuchanganyikiwa. Kiasi kwamba akikwambia wataka nikufanyie nini, ujue aguse wapi. Usimwambie Mungu kuna pesa nahitaji, lakini hapo hapo ungenifanyia na kitu nena navyo vyote hapo mweleze. Lakini ujue unataka nini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili ambacho leo nataka ukijue, lazima liwepo neno linalokuongoza katika kile unachokihitaji kutoka kwa Mungu. Amina. Yaani leo nakufundisha taratibu kabisa. Unielewe. Amina. Amina. Lazima liwepo neno la Mungu litakalo kuongoza katika kile ambacho unakihitaji. Watoto wa Mungu, sisi tuna maneno mengi. Sisi kama wanadamu maneno yetu ni mengi mno. Lakini neno la Mungu limethibitika. Neno la Mungu ni hakika. Neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo lazima usijue
Katika Zaburi ya 138 mstari wa 2, Daudi anasema Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Mungu amekuza ahadi yake. Mungu anaapa kwa nafsi yake kwamba kile nilichokisema nitalitenda. Anasema mimi si mtu niseme uongo, mimi si mwanadamu hata nijute. Bwana Yesu asifiwe. Upande huu tulipungiane mkono, tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu ni muhimu sana kuzijua. Biblia hii ni kubwa, lakini si katika kila neno naweza ukalitumia popote. Tutaelewana? Amina. Haleluya. Si kila neno liloandikwa katika hii Biblia utalitumia popote na vyovyote. Zipo ahadi za ulinzi. Ipo ahadi ya ulinzi juu yako. Lazima ujue ahadi ya ulinzi juu yako ni ipi ambayo Mungu ameiachilia. Anaposema nitakuagizia malaika zake wakulinde, ni ahadi yake. Unapohitaji ulinzi, kwa hiyo lazima uapply lile neno lake. Na si kwa kumkomandi, kwa kumwambia Mungu umesema, wewe mwenyewe lazima utende. Ni kwa kumkumbusha, ni kwa kumwambia Baba, kama ulivyosema, ninaomba utende sawasawa na mapenzi yako. Ni rahisi sana. Unajua ulimwengu wa roho, upande wa nuru, unaliheshimu neno la Mungu. Wangapi tunaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Malaika wanaheshimu sana neno. Ndio maana hawawezi kufanya tofauti na Mungu alivyowatuma. Kwa hiyo na wao Mungu anapoagiza kutuhudumia au kutusaidia sisi, lazima waipate oda kutoka kwa Mungu. Lazima watuhudumie sawasawa na Mungu alivyoagiza watuhudumie. Naongea na kanisa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wewe na mimi tusipojua ahadi labda ya ulinzi juu yetu, tunaweza tukaendelea kuteseka kwa sababu hatuijua ahadi yetu ya ulinzi. Ipo ahadi ya uchumi. Lazima tuzijue. Zipo ahadi za maongezeko. Lazima tuzijue. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hatafanya kitu nje ya neno lake. Hata uwe nabii mkubwa kiasi gani, hutakuwa nabii kupita neno la Mungu. Haleluya. Hata uwe mtume mkubwa kiasi gani, hutakuwa nje ya neno lake. Kwa sababu unabii wowote, hata au injili yoyote ambayo iko nje ya neno la Mungu, hiyo ni batili. Naongea na kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nipo namsikiliza mtu mmoja anasema achana na hizo Biblia ani za wazungu walioletwa na maji na meli, achaneni nazo. Lakini yule ambaye alikuwa anasema hivyo, nataka nikwambie kwa miaka mingi iliyopita alikuwa anatuambia tusome neno la Mungu. Unajiuliza nini kilichotokea leo hii? Anatuambia ile neno limeshapita na wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatuambia ile neno limetoka kwa wazungu. Kwa miaka yote tumeupokea uzima na uponyaji kupitia ile neno. Leo anatuambia kwamba tuachane ile neno liliandikwa na wazungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kati ya kitu ambacho shetani anafanya sana ni watu kutoijua kweli ya Mungu. Na anajitahidi sana kufunga fahamu zetu ili tusiweze kujua kweli. Ndio maana Yesu amewahi kuambia wale Wayahudi waliomwamini, akamwambia ninyi mtakapokaa katika neno langu mtaifahamu kweli. Amen. Na hiyo kweli ndio itawaweka huru. Unapolichukua neno la Mungu, unahitaji nini? Ni juu ya uzao, ni juu ya kazi, ni juu ya ndoa, ni juu ya uponyaji. Ukienda mbele za Mungu ukiwa na ahadi, ni rahisi sana kuruhusu malaika wa Bwana kufanya kazi kwa wepesi, kwa sababu wanalijua neno la Mungu. Sijui kama naongea na kanisa. Haleluya. Ni rahisi sana kukuhudumia kwa sababu wanajua kabisa hichi kilichotamkwa ni cha Bwana wetu, na neno lake lazima litimie. Anasema neno langu si kama nyumba
Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo jitahidi sana kuitafuta ahadi ya Mungu. Unapoenda mbele za Mungu, kumbuka tunajifunza jinsi ya kupokea ushindi wetu katika ulimwengu wa roho, si ndio? Unapoenda mbele za Mungu ukiwa unaijua ahadi yako, ni rahisi sana. Hakuna kitu kibaya kama kuwa unaenda sehemu ambayo hujui. Unatembea kwa wasiwasi. Hata ukiwa kwenye gari hujui kituo gani utashuka. Unakaa tu unamuuliza konda. Yaani utaenjoy safari. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna raha kubwa hapa duniani, mtoto wa Mungu, kama kuzijua ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Kama Mungu amesema nini juu yangu. Mungu akikufunua wewe ni nani, nataka nikwambie, hauwezi ukawa vile ulivyo. Naongea na kanisa. Hauwezi ukajiwazia kama unavyokuwa unajiwazia. Mungu akikufunua wewe ni nani, hauwezi ukatembea kama unavyotembea kule mtaani. Ndio maana Adamu, Mungu alipomfunulia yeye ni nani, hakuwa wa kawaida. Adamu ni kati ya mtu ambaye alikuwa akipita vitu vyote vinainama kwake. Ni mtu ambaye alikuwa na nguvu kubwa sana, hakuwa wa kawaida. Adamu. Sema Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuwa amefunuliwa yeye ni nani, hakuwa kiumbe cha kawaida. Na ndivyo mimi na wewe. Na ndio maana shetani anachokifanya ni kufunga ufahamu wetu tusijue ahadi za Mungu juu yetu. Unaweza ukaomba vizuri lakini ukakosa neno. Naongea na kanisa. Haleluya. Mtu mmoja alikuwa ananifuata na niambia, prophetess, mimi naweza nikasoma neno nikasema hapa sasa safi. Nikiingia kwenye maombi, nikianza kuomba, lile neno linapotea. Nikitaka kulitamka hata mbele za Mungu linapotea. Jiulize kwa nini maneno yako yapotea. Naongea na kanisa. Haleluya. Kwa sababu neno asili yake lina uzima ndani yake. Neno la Mungu asili yake lina uzima. Ndio maana nasema kila neno lenye pumzi ya Mungu lina uhai. Lina uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiliapply lile neno ukalipeleka kwenye shida, uhai unatokea, uzima unatokea, taabu inaondoka, Mungu anajitwalia utukufu. Kwa sababu amesema ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Anachofanya shetani ni watu wasilijue neno. Ngapi tuna Biblia? Kumbe kanisa leo tuna Biblia. Jipigeni makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muhimu sana asije akakudanganya mtu kwamba hii Biblia ishapitwa na wakati. Mimi unichomoe. Kwa sababu ninazo shuhuda nyingi ambazo nimeapply ahadi ya Mungu aliyesema kwenye maisha yangu. Na nikaenda naye kwake. Na nikang'ang'ana kwenye maombi. Na nikaona matokeo. Mtu kama huyo huwezi kumtoa katika neno la Mungu. Natamani leo uwe wewe katika jina la Yesu. Ninasema uwe wewe kwa jina la Yesu. Asiwepo kuleta elimu nyingine ngeni kwako akafanikiwa. Haleluya. Ahadi ya Mungu. Fungua katika Zaburi ya 107 mstari wa 20. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Neno la Mungu linasemaje? Anasema hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Ahadi ya Mungu kwenye maisha yetu ni kwa ajili ya kututoa katika maangamizo yaliyo katika ulimwengu. Tuko sawa sawa? Haleluya. Ahadi ya Mungu katika maisha yetu ipo kwa ajili ya kutuepusha na kila hatari zilizo katika ulimwengu. Ndio maana Yesu Kristo akiwa hapa duniani, Biblia inasema akiwa katika ule mlima wa majaribu, alishinda kwa neno. Mwambie jirani yako, kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alileta neno, lakini kwa sababu yeye mwenyewe ni neno, alishinda kwa neno. Na ndio maana shetani
la Mungu kweli kweli, kwa sababu alikuwa huko. Tuko pamoja. Haleluya. Na Yesu anamwambia imeandikwa. Kwa hiyo alishinda kwa sababu neno lilikuwa ndani yake kwa wingi. Neno lilikuwa nuru yake. Neno lilikuwa ndio mwanga wake. Kwa hiyo kama neno ni taa na mwanga wa njia zetu, hatuwezi kuingia katika mashimo. Haleluya. Kama Mungu ameziachilia ahadi zake kwetu juu ya kustawi, juu ya kuinuka, juu ya kupiga hatua za kiroho, lengo lake ni nini? Lengo lake ni ili sisi tusipotee katika ulimwengu huu. Lengo ni ili tudumu katika kumtumikia yeye. Lengo ni ili tusirudi tena katika giza. Anazijua hiyo za shetani. Ndio maana ameruhusu neno lake kwenye maisha yetu. Unapolichukua neno la Mungu katika kila ambacho unakihitaji, ukaenda kwa kulitamka lile neno na kumwambia Mungu, ni rahisi sana Mungu kutenda, na unaiona nguvu kubwa katika mambo yako. Kanisa, tuko pamoja. Ni rahisi sana Mungu kujibu kwa sababu analiangalia neno lake. Kwani amesemaje? Siangalii machozi yako mengi, ninaliangalia neno langu, ninaangalia ahadi yangu nipate kuitimiza kwenye maisha yako. Kwa usiende mbele za Mungu pasipokuwa na neno, na si kila neno bali lile ambalo unataka umuone Mungu. Katika kila ambacho unataka uone ukuu wa Mungu, inakuwa ni rahisi sana kwenye maisha yako. Haleluya. Amina. Tuko pamoja. Amen. Au umesafiri, nipungie mkono kama tuko pamoja. Anasema yeye analituma neno lake kutuponya. Kwa hiyo namna ya kuweza kuchukua ushindi wetu katika roho, kwa vita yoyote ambayo unapigana nayo, kwa challenge yoyote ambayo imekusonga, lichukue neno ambalo linafanana na kile unachokipitia. Usije ukachukua neno lolote tu. Kuna zile za kubatisha, funga Biblia yako, unafunga, afu ukifungua hili utaenda nalo. Bwana Yesu asifiwe. Soma Biblia. Mwambie jina lako, soma Biblia. Umenuna? Soma Biblia, usijua ahadi zako. Ngoja nikupe mfano, utanielewa. Iko tofauti hii ya mtoto aliyechukuliwa akaokotwa kutoka sehemu ya chini au sehemu yoyote mbaya, alafu akaingizwa katika nyumba ya kitajiri na akakulia pale. Lakini yule mtoto baba yake ndiye mwenye nyumba, ila hamjui. Yamkini alitupwa au alitolewa mimba au hakutolewa mimba, alitupwa alipozaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akaja akarudishwa katika nyumba ya baba yake, mtoto akiwa hamjui baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Tahubiri tuwe na mama. Mtoto akiwa hamjui baba yake wala hamjui ndugu yake, hapa akaingizwa katika ile nyumba ya kitajiri na akakaa na akaishi katika ile nyumba. Yule mtoto anapokuwa anatreatiwa, anachukuliwa kama mtu ambaye anasaidiwa, si ndio? Si ndio? Atachukuliwa kama mtu ambaye yuko anasaidiwa. Na ile mtoto atakaa pale kwa kujua kwamba nipo nafanya nini? Nasaidiwa. Hebu piga picha siku ambayo atajua kwamba baba yake ndio mwenye nyumba. Hata wale wafanyakazi ambao walikuwa wanamtumikia, siku ambao walikuwa wanamsaidia, siku atakao kujua kwamba huyu ni mtoto wa bosi. Piga picha hiyo, itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Yule mtoto ufahamu wake utabadilika. Yule mtoto kuishi kwake kutabadilika. Namna alivyokuwa anajichukulia mwanzo itabadilika, kwa sababu ameshajua yeye ni mtoto wa bosi. Hawezi tena kuishi vile katika hali ya omba, anabadilika. Kwa nini? Kwa sababu siri moja tu, ameujua ukweli.
Bwana Yesu asifiwe. Usipojua ukweli kuhusu wewe, unaweza ukaishi nje kabisa tofauti na mpango wa Mungu kwenye ulimwengu. Unaweza ukatembea tofauti kabisa na vile Mungu anavyokuwazia. Na ndio maana Mungu anataka sisi tufunuliwe, tujijue sisi ni akina nani kupitia neno lake. Tujijue, ameleta ahadi zipo kwenye maisha yetu, tuelewe. Usipojua kweli, hautaweza kutembea mbali zaidi na vile ambavyo unafikiria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu yule mtoto anabadilika. Hawezi kuchukulia mambo kama alivyokuwa. Na hapo atajiona yeye ndio mrithi baada ya baba yake. Lakini kumbuka yule mtoto alikuwa omba. Yule mtoto alikuwa hana chochote. Lakini siri moja tu ya ukweli imemfanya yule mtoto aite boss. Haleluya. Amen. I wish yule mtoto au wewe baada ya kujua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiishi tena katika utu. Kwa sababu shetani anachokifanya ni kutaka kufunga ufahamu wetu. Anajitahidi sana watu wasijijue ni wakina nani. Anajitahidi sana afunge ufahamu wao. Watu watembea katika dansi. Mioyo yetu isiingize neno la Mungu. Kwa sababu kadiri unavyolijua neno la Mungu, kuna upana ambao unaendelea kujua kuhusu Mungu. Na kuna namna ambavyo unaendelea kujijua kuhusu wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maisha ya mtu yanabadilika kulingana na kweli inayoingia ndani yake. Kiasi cha uhuru unaokuwa nao katika Mungu ndicho kiasi cha wewe kuyapata mema ya Mungu. Uhuru ulionao katika roho ndio uhuru wa mafanikio yako. Unapoongeza uhuru katika kumjua Mungu kwa vitu vingi juu ya ahadi zake kwako, unaongeza mafanikio katika maisha. Haleluya kanisa. Amen. Wangapi wanafurahi? Amen. Wangapi wanabarikiwa? Amen. Leo ni kitu ambacho ni siri ambayo ni muhimu sana uweze kuijua kwamba kuliapply neno la Mungu katika maisha yako wakati uko katika maombi ni muhimu sana. Na isiwe tu kwa kulijua kwa kina. Isiwe tu kwa kulikariri kichwani. Kama nikiingia katika maombi, wakati nimeingia katika ulimwengu wangu wa roho, wakati nimsogelea baba yangu, alafu nikalichukua ile neno kwa kulitamka tu. Mungu, imeandikwa ya kwamba katika Zaburi 20 ngapi imeandikwa Bwana ni mchungaji wangu, waweza kuimba kama wimbo. Usilete matokeo. Ndio maana tuna mistari mingi ambayo tumeikariri. Haina matunda kwenye maisha yetu. Kweli? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kuwa na mistari mingi lakini haijawahi kubadilisha chochote. Amina. Ni muhimu sana unapoliapply neno la Mungu ujue pia kuzama nalo. Na itoke ndani ya moyo wako. Nataka nikwambie ukilichukua neno la Mungu katika maombi na ukajua namna ya kuzama nalo, ukajua namna ya kwenda nalo, unaiona nguvu kubwa sana na matokeo ni makubwa sana. Yesu siku moja aliwaambia Wayahudi, akamwambia ninyi ni watu ambao mnanikiri kwa kinywa chenu, lakini mioyo yenu iko mbali na mimi. Tunaweza tukawa tunakiri kwa vinywa vyetu, lakini yale maneno hayako moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Lazima lile neno liweko moyoni, ndipo linaweza kubadilisha vitu. Amina. Wewe kwambie kitu cha ajabu kitakushangaza. Mungu anaweza asiangalie sura yako kama wewe ni mweupe au ni mweusi. Amina. Haleluya. Amen. Mungu anaangalia moyo. Amina. Sura yako kwa Mungu ni moyo. Ndio maana kile ambacho unaenda kwa Mungu ukiwa unakiri wewe kwa kinywa chako, alafu moyo unawaza mengine, kinachojibiwa sio maneno
Amina. Kinachojibiwa ni moyoni. Amina. Ndio maana leo hii tuna maneno mengi, matokeo ni machache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu maneno yamekuwa na nguvu kuliko ya moyoni. Amina. Kile tunachokizungumza ni tofauti na moyo. Amina. Tumesahau ya kwamba sura zetu mbele za Mungu sio magauni marefu tuliyovaa, ni mioyo. Amina. Naongea na kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anakusoma wewe kupitia moyo. Amina. Mungu anakujua wewe kupitia moyo. Amen. Na ndio maana nasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Amina. Maana ndipo zinapotoka chemchemi za uzima. Amen. Ukiharibu moyo, umeharibu taswira yako mbele za Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Mungu ana maana kubwa sana kusema tulinde mioyo yetu. Yesu ana maana kubwa sana kusema kwamba midomoni mwao wananikila, lakini mioyo iko mbali. Je, Yesu yuko katika midomo au yuko katika moyo? Yuko katika moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo matokeo yetu yamekuwa machache kwa sababu sura zetu ambazo ni za maneno na sura ya ndani ambayo ni moyo mbele za Mungu ni tofauti. Amina. Mungu, mimi naombaga sana huko kwenye maombi huko nawaza maharage sio yameungulia kule. Mungu Baba, katika jina la Yesu, yule mwanaume naye si nikitoka hapa nitamkuta kwenye vikoba, sio vitakuwaje? Tunaona narusha tu mikono kama nacheza. Hatukuelewa, tunaona kama Amen. Amen. tunabakisha tu kutoka step. Amina. Haleluya. Amina. Ogopa sana watu ni wewe. Anaruka, anarusha kichwa juu, anarusha mkono. Unajua kwamba tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Moyo. Matokeo yamekuwa machache kwa Wakristo, kwa watoto wa Mungu. Amina. Kwa sababu mioyo yetu ni tofauti na kila ambacho tunakikiri. Amina. Mungu atuponye. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Linda sana moyo wako kuliko vyote. Amina. Kwa sababu Mungu anajua kabisa kwamba moyo wako ndio taswira yako mbele zake. Amina. Hebu imagine mimi niko katika maombi alafu niko nawaza ubwabwa. Alafu Mungu kumbe yeye anaangalia ubwabwa na mimi uwaza. Amina. Alafu huku kanisani watu hapo wananiona, baba fungua ndoa yangu, watoto wangu, maisha kwa moyo wangu mimi nawaza ubwabwa, sijui nafuaje, sijui mandazi. Yaani nawaza vitu vya ajabu haeleweki. Unategemea nini? Pia Mungu atajibu nini hapo? Baba. Mungu atajibu ubwabwa. Amina. Amina. Ni kitu cha muhimu sana kuwa na ufahamu katika mambo. Amen. Amina. Amina. Kama unakumbuka mwanzo nimekuambia hivi, Mungu anahitaji tuwe smart. Amina. Watu wengi wamekamatwa kwa sababu ya kukosa kuwa smart katika maombi. Amina. Unaweza ukaelekeza silaha zako mahali ambapo hata hayuko adui. Amina. Unalipua mwisho wa siku silaha zinaisha, zikishaisha ndio adui anakuibukia kumaliza. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwa na ufahamu. Mwambie neno yako, linda sana moyo wako. Jitahidi sana mtu asiharibu moyo wako. Jitahidi sana shetani asiharibu moyo wako. Akiharibu moyo wako, Mungu hana cha kujibu. Amina. Wananisogelea, wananikaribia, wananiabudu, lakini mioyo yao haiko Mungu. Amen. Wanainua mikono yao, Bwana tumeinua mikono yetu juu, lakini kiukweli ndani wako na Mungu. Amina. Mungu anahitaji kukusikia. Haleluya. Amen. Very important. Lakini kitu cha muhimu ambacho leo utaondoka nacho na kitakusaidia ni kumeditate au kutafakari. Kutafakari. Kuwa mtu wa tafakari. Kumeditate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili uchukue ushindi wako katika roho, ulete katika mwili, lazima uwe mtu wa kutafakari. Kila
tunaomba sana. Lakini kiukweli halisi kwa kweli hamna kitu kitakachokuja. Sasa ulikuwa unaomba nini? Na ulikuwa unaomba nini? Unajua mimi kwenye maisha yangu naogopa sana kupoteza muda. Amina. Amina. Unajua mimi sipendi kupretend. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Amina. Yaani bora watu nyamaza watu waone nini. Amina. Kwa sababu unamuulizia na sasa. Haleluya. Amina. Amenifikia leo. Amina. Nipungeni mkono. Tuko pamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima baada ya kuwa umeomba ufahamu wako ubadilike. Utembee katika kile ulichokiomba. Amina. Ukinyanyuka kwenye maombi unyanyuke kama shujaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi ukamkaribia Mungu ukatoka na unyonge tena. Haiwezekani. Amina. Mama fulani unaendelea jana bora hata afadhali ya jana. Na umetoka kanisani. Ukimwona huyo jirani niletea hapa. Haleluya. Amina. Na umetoka kanisani. Haiwezekani. Ndio maana watu wa giza, mimi nasema wanafahamu kuliko watu wa Mungu. Amina. Kwa sababu wale watu kama mimi wanashangaa. Yaani kuna watu ambao wako katika ulimwengu wanajiita majina mazuri sana. Amina. Yaani majina mazuri. Wanajua maana ya hivi vitu katika ulimwengu wao. Wanajiita tu sikujua. Vitu sikuzani. Yaani mimi sikuzani kama vitu vitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaishi kwa kubahatisha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu ile ni utambulisho wako katika ulimwengu wa roho. Amina. Unaitwa mimi sina bahati. Sijui nani kuna majina. Mimi nimebatiza watu wengi sana. Tangu nimemtumikia Mungu wengi. Nimekutana na kina mashaka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anaishi kwa mashaka. Hana uhakika kwa chochote. Jina lina nguvu katika ulimwengu wa roho. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo baada ya kuwa umeomba, lazima utembee kama mtu ambaye ni shujaa tena. Amina. Ipo tofauti kati ya mtu ambaye ameenda kwenye madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani. Nakwambia hata wale ambao wanaenda kwenye madhabahu za shetani wanatokana na maushujaa. Sisi tunakutana tena unyonge, tunatiatia huruma. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Kwa nini unakuwa mnyonge? Majina nayo shida. Hebu kila mmoja anza kuchunguza hilo jina lako. Unaitwa Tabu. Yaani hata ukija hapo ukaomba mbele za Mungu ukitoka pale. Yaani naona mambo ni yale kwa sababu Tabu siko pale. Usikoondoka. Amen. Amen. Kuna vitu katika ulimwengu lazima tuvishughulikie. Mama jina lako lazima tuvishughulikie. Lazima na wewe utupe ushirikiano. Amina. Uwe na ushirikiano na watumishi wa Mungu. Mguse uwe na ushirikiano. Kuna tuwajali peke yetu, tushirike peke yetu, na uwe na ushirikiano na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni muhimu sana. Baada ya kuwa umekiombea kile kitu, badilisha mtazamo. Endelea kutafakari katika uzuri. Mungu alimwambia Joshua katika Joshua 1:8. Anamwambia kitabu hiki kisiondoke kinyume. Yatafakari haya maneno mchana na usiku. Ndivyo utakavyo. Hebu imagine kila usiku na mchana tunatafakari mambo ya Mungu. Tunatafakari kwamba Mungu anatupenda. Imagine kila siku na mchana unatafakari. Hivi unafikiri ufalme wa giza unaweza kupata? Hauwezi kupata. Haleluya. Amina. Kwa sababu na ufalme wa giza unapata nafasi ya kushambulia pale ambapo unaangalia moyo wako. Ndio moyo wako. Zile roho chafu pale wa giza zinaingia kufanya kazi. Unapowaza mawazo mazuri, unapotafakari mambo mazuri. Okay. Asante Bwana. Kwa hiyo mwambie kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokuwa ni mtu wa kutafakari, unaomba vipi? Ni ulimwengu wa uumbaji.
Unanielewa? Amina. Ni ulimwengu wa kuumba vitu. Amen. Yaani mimi nimeomba kwa habari ya uponyaji. Baada pale nimemshukuru Mungu. Ninachoendelea nacho ni kuumba uponyaji. Amina. Ninaanza kujiona kwamba ndipo nafanya vitu vyangu. Ndipo ile shida imeondoka. Lakini kiukweli halisi pale nilipo haujaja uponyaji. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na niona kwamba tayari katoto kangu kapo kanacheza nje, niko na katete. Lakini katika ukweli halisi hata dalili ya mimba sina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata wakati Mwingine wetu utema mate kichefuchefu kimeingia, lakini ukweli halisi katika mwili haipo. Lakini nataka nikwambie, unapofanya hivyo unaruhusu Roho Mtakatifu afanye kile ambacho mbingu zinataka ufanye kwa njia. Mambo ya imani sio mambo ya wastaarabu. Kwa bahati mbaya labda ngoja muangalie vizuri wastaarabu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya imani wakati mwingine anaga ustaarabu. Amen. Yaani pale tu unaambiwa hivi, nyanyuka utoke katika nyumba baba yako uende katika nchi ambayo nitakupeleka. Hujaambiwa ni nchi gani. Wewe nyanyuka tu kama huna akili nzuri. Unapenda jamani, Bwana ameniambia niende. Unaenda wapi Ibrahim? Nimeambia niende. Amen. Una akili? Na kuuliza una akili? Unaendaje mahali ambapo hujui unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya imani wakati mwingine ni kama vile vitu ambavyo huwezi kuvielezea. Elimu ya ulimwengu haiwezi kuvielezea mambo ya imani. Ukisema moja niende vyuo vya nini vinielezea habari za imani, kiukweli watakudanganya. Na wao hawavijui. Hivi vitu viko katika chuo cha Roho Mtakatifu. Haleluya kanisa. Baada ya kuwa umeomba kitu, meditate. Ni kutafakari kwa kuanzia ndani. Ni kuona ushindi kabla hujatokea. Ni kutembea katika ile neema kabla hujaipata. Bwana Yesu asifiwe. Ni kutembea kama tajiri wakati huo mfukoni huna hata 100. So unaona kabisa mifuko yote, ona mifuko yote, naitoa mifuko yote. Ona sina hata 100. Umetoka kwenye maombi. Wewe unamwaibisha Roho Mtakatifu, unamwaibisha Bwana Yesu, unaaibisha malaika. Amina. Amenuna. Unajua wewe unataka nikwambie ukweli. Unataka ukweli? Haleluya. Amen. Unamwaibisha baba yako wa mbinguni. Baba yako anasubiri wewe aone ushujaa wako ili aweze kufanya. Amina. Mungu Biblia inasema katika uumbaji wake Mungu alikuwa anatamka. Na ajirudi mara 2. Katamka imekuwa. Amina. Naye neno akatoka kwenye neno akauvaa mwili tukamuona. Bwana Yesu asifiwe. Lazima udumu hapo hata kama kitu hakijatokea bado. Nataka nikwambie kwa kudumu hapo unaendelea kuviumba. Mungu alipokuita, alipokufanya kwa mfano na kwa sura yake, Mungu aliumba akamaliza. Vilivyobakia unaviumba wewe. Amina. Hawanielewi. Haleluya. Umba wewe, umba familia yako itakuwaje? Umeshaomba baada hapo, anza kuumba. Umba watoto wako watakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakaaga hadi naanza kuviita majina, vikopo. Ambia Bwana, hivi vitoto vyangu. Hawataki. Wamenuna. Bwana Yesu asifiwe. Umba. Umemaliza kumwombea mume wako, anza kumuumba. Nimeleta vitu vigumu kweli. Anza kuviumba. Ni meditation. Ni katika utafakari wa ndani. Hautafakari yale uliyoomba mabaya, unatafakari katika uzuri ambao umemwambia Mungu. Haiwezekani umemaliza kumwombea na kunywa pombe, ukitoka pale nione kwanza nimekaa tu tena nimekunywa. Yaani mimi sijui nimepewa mtu gani? Nimepewa mwiba. Sio mwiba. Umeanza kuuma mamiba, itaendelea kumchoma. Kwa sababu naruhusu zile roho zifanye kazi ndani yake. Mwite ni mtumishi wa Mungu. Yes.
Nashindwa kumuita kwamba ni mtumishi wa Mungu, nashindwa. Hataki. Kwani wewe ulikuwa unajijua kama utakuwa mtumishi wa Mungu? Wangapi alijijua? Hata mimi sikujijua. Lakini leo nipo nahubiri. Nani ajuaye yule ambaye unamwona ni cha pombe ndio mwinjilisti mzuri anayekuja. Ndio nabii wa Bwana anayekuja. Ndio mtume anayekuja. Ndio atakayesimama kwa ajili ya kukomboa Tanzania. Atasimama kukomboa ulimwengu. Unaomba ukitoka pale, yaani sijui kama vitakuwa. Mama furahi shoga yangu, yaani hata kabisa. Yaani mambo ndio yale ndio kwanza amezidisha unaongea nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaomba nini na unaongea nini? Unaomba nini na unaendelea kuumba nini? Kwa sababu lazima uendelee kuumba. Biblia inasema yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka 12 alisema moyoni mwake, nitatoka hapa siku ya leo. Nitaenda nitavizia, analiona pindo la vazi la Yesu, nitajipenyeza hata kama watu watakuwa wamejipanga kiasi gani. Nitahakikisha nagusa pindo la Yesu na nitapokea uponyaji. Ndivyo ilivyokuwa. Aliumba kutokea nyumbani kwake, kutokea kwenye akili na katika ubongo na moyo na mwili ukatiki. Naongea na kanisa. Haleluya. Mwili ukatiki, baada ya kuwaza akachukua hatua, akaenda kwa ushujaa. Mungu akasema leo naondoa kila waliokuwa wanakuzuia na utaugusa pindo la vazi la Yesu. Ndio maana alipoenda aligusa tu na akapokea uponyaji. Na Yesu anauliza ni nani aliyenigusa jamani? Petro anamwambia Bwana, waliokuzunguka ni wengi. Uko miongoni mwa wanaomzunguka Yesu au ni miongoni wanaogusa pindo? Wengine wame Bwana Yesu. Haleluya. Muulize tena, uko miongoni mwa wanaogusa pindo la Yesu au miongoni mwa wanaomsonga tu? Unaweza kuwa miongoni mwa wanaomsonga, si kweli? Na Yesu anajua upo. Anatambua uwepo wako. Lakini kila ambacho nataka unakipata. Kuwa karibu na Yesu inakufanya akutoe kwenye hayo matatizo. Inakufanya ubadilike. Inakufanya upate vitu vipya kwenye maisha yako. Haina maana. Bwana Yesu asifiwe. Natamani wewe miongoni mwa wale ambao anaenda kugusa pindo la vazi la Yesu, ili nguvu Yesu zitoke zije kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliwaza kutokea nyumbani. Aliumba. Unaweza ukaomba baada ya maombi, unaweza ukaomba hata baada ya maombi. Baada ya kutoka pale, anza kuumba. Tembea kwa kutafakari kwamba kile kitu kiwaze katika uzuri. Tembea katika uzuri kwamba imekuwa kama nilivyopiga magoti pale, niliponyanyuka ile shida yangu imeondoka. Ile kesi nimeiacha pale. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitoka hapo inawezekana ikawa inaendelea. Lakini usiache kuendelea kuumba. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekaa jiona upo unatembea. Wakati unatembea jiona upo unakimbia. Wakati unakimbia jiona upo unapaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo naruhusu nguvu ya Mungu ifanye kazi kwenye maisha yako. Badilisha mtazamo wako. Haleluya. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba Paulo amewahi kusema tukiteka kila fikra ipate kumtii Kristo. Na hapo katika mstari Paulo amewahi kusema tukivunja kila ngome za mawazo. Haleluya. Meditation. Very powerful. Hata wakati mwingine huna cha kufanya, kaa chini tu mwenyewe, anza kujiumbia ulimwengu wako. Inaweza vikaa vigumu. Bwana atakusaidia. Anza kuumba maisha yako. Hivi unajua kile unachokiona baba anakifanya mahali hapa au mimi nimesimama na kifanya hapa, sio kusema kimetokea hapa. Naongea na kanisa. Kimetokea kule katika meditation.
alafu kinakuja katika mwili, na kwa kukaa katika utulivu huo ndipo unaweza ukakiona kitu kikubwa katika maisha yako. Kwa jinsi ya kupokea uponyaji wetu au ushindi wetu katika roho ni pamoja na kumeditate. Mwambie jirani yako kumeditate. Mwambie tena kutafakari. Mwambie uwe mtu wa kutafakari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Lakini utasoma katika Zaburi ya 19 mstari wa 14, itakusaidia. Lakini kitu cha nne ambacho kitakusaidia katika namna ya kupokea ushindi wako katika ulimwengu wa roho ni ukiri. Niligusia kidogo, lakini nataka nizame nayo ndani kidogo. Ukiri wako very important. Ukiri ni muhimu sana kujua kwamba maziwa na asali utakula pale ujuapo kuyatamka mema na kuyakataa mabaya. Ni muhimu sana kukiri kila ambacho unataka kukiona. Hata kama nimeomba alafu kila nilichokiomba katika mwili bado hakijatokea, lazima nidumu katika kukiri ushindi wangu. Unanielewa vizuri? Dumu katika kukiri. Ina nguvu sana kukiri. Inavuta miujiza kukiri. Ndio maana ukimaliza kuhudumiwa ni muhimu sana ukasema niko huru, Bwana ameniponya. Haleluya. Kukiri kunamfanya adui ajue kwamba wewe sio mtu wake tena. Hautamiliki tena. Umekataa kutawaliwa na yeye. Ni muhimu sana kuwa mtu wa kukiri uponyaji. Baada ya kuwa umeomba, umetamka, kukiri muujiza wa Mungu ule ambao ulikuwa unahitaji. Kukiri ushindi baada ya kuwa umeomba. Kiri ushindi. Kiri, tamka. Mungu aliumba vyote kwa kutamka. Na wewe tembea kwa kutamka. Katika Mithali inasemaje? Katika hii Mithali inasemaje? Hebu tuisome hii Mithali 18 mstari wa 20 na 21. Mithali 18. Wangapi wanabarikiwa? Nisikie amina yenye nguvu. Amen. Amen. Mithali 18 mstari wa 20 anasema, tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake, atashiba mazao ya midomo yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Umesoma na mimi huo mstari? Bwana Yesu asifiwe. Matunda ambayo tutayapokea ni kutokana na kukiri kwetu. Yale unayoakili, kumbuka umeyatoa katika mawazo, ndio yamejaa ndani yako. Kwa hiyo kama umefanya vizuri, umekuwa smart katika kuwaza, kukiri kwako itakuwa ni rahisi. Na utakiri katika uzuri. Tembea kwa kukiri ushindi. Ibrahimu alingojea ahadi ya Mungu kwa miaka ya kutosha, akijua ya kwamba Mungu aliyeahidi sio mtu. Mungu ni mwaminifu. Alikuwa anaishi akijua kwamba nitaubeba uzao wangu kutoka kwa Sara. Nitawapokea watoto wangu kutoka kwa Sara. Kukiri ni kitu cha muhimu. Ndio maana hapa Suleiman anatuambia mtu atakula matunda ya midomo yake. Sema midomo yake. Kinywa. Ndio maana Waswahili wa ulimwengu wanasema kinywa kinafanya nini? Kinaumba. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtu wa kuendelea kukiri mabaya tu, kukiri kushindwa tu, kukiri uelewi, unakiri mimi sielewelewi, naona mambo yako vile vile tu, mambo hakuna atakaye yaumba haya mambo yatoke. Hakuna. Yanakusubiri wewe. Mwanzo 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema Mungu alipoumba mbingu na nchi, Roho Mungu akatulia juu ya uso wa vilindi vya nini? Vya maji. Mungu aliposema ndipo mambo yalibadilika. Kwa hiyo unaweza ukawa
siku moja wewe mwenyewe utamke neno. Unasubiri, unaona jangwa limetawala, linasubiri kinywa chako kitamke neno ili vitu viweze kutokea. Mungu alimwambia Ezekiel katika lile bonde la mifupa mikavu. Ezekiel alijua kwamba Mungu atasababisha uzima katika ile mifupa, lakini Mungu alimwambia utakachokiri kitatokea. Kitu kizuri Mungu alichokifanya, aliyaweka maneno katika kinywa cha Ezekiel asije akapotea. Amen. Maana najua akikiri tofauti au akitamka tofauti ndivyo itakavyokuwa. Unakiri nini? Mwambie jirani yako unakiri nini? Unakiri nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi tunatembea katika shofari anointing. Ukiamka asubuhi unakiri nini? Unatamka nini? Ili Mungu aweze kutenda. Nimekwambia uumbaji unaendelea. Umeshaomba, umeendelea kukiri nini? Bado ni vile vile au ni afadhali ya jana? Jana biashara niliuza lakini leo haijaenda. Leo mambo yako vibaya. Unapoendelea kukiri unazipa nguvu zile roho ziendelee kufanya kazi. Zikiona day 1 umekiri ushindi, day 2 umekiri ushindi, day 3 umekiri ushindi, nasema tuachane huyo mtu. Wanaondoka. Wanatafuta mwingine mnyonge wa udhaifu wa kukiri. Yeye kazi yake kukiri manyonge tu. Wanashambulia huyo. Ili kufunguliwa, Bwana Yesu asifiwe. Hata hapo kaja una nguvu za giza zimekushambulia. Ukishahudumiwa, toka hapo ukisema Bwana nimefunguliwa. Umeniweka huru. Ikiwezekana ukirudi nyumbani, endelea kumshukuru Mungu. Ona kwamba kabisa katika ule utumwa umeondoka. Nataka nikwambie hawawezi kurudi tena. Ila watarudi pale ambapo watakuta kinywa chako kinakiri tofauti na kile ambacho Mungu amefanya. Kiukweli halisi Mungu anakuwa ametenda. Kuna vitu ambavyo tunamsubiri Mungu lakini Mungu ameshatenda. Anasubiri sisi tunasema nini? Tunakiri nini? Muulize tena jirani yako, wewe unakiri nini? Unatamkaga nini? Kwa sababu kiukweli kila ambacho unachokitamka ndio mbegu unapanda katika ulimwengu wako.